ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون، أوصيكم بنفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فإننا خطبتنا هذه اليوم نريد إن شاء الله أن نزيد في تذكير بعضنا بعض على عدم هذه الأيام الفاضلة التي أقسم الله بها في كتابه المجيد، إذ هو يقول: والفجر وليال العشر والشفع والوتر. عباد الله، وفي هذه الأيام التي رغبنا عليه الصلاة والسلام في قيام بالأعمال الصالحة لأنها محبوبة عند الله جل ذكره، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. فقالوا الصحابة: يا رسول الله، ولا جهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل، في رواية إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وكذلك جاء في حديث ابن عمر: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحليل. إخواني في الله، بعدكم شكور الله جل ذكره, kuna haja kubwa sisi tuzidi kujikumbusha na uzito wa masiku ambazo kwamba tuko ndani yake. Pamoja tumezungumziwa katika wiki iliyotangulia na usiku wa mchana na siku tatu iliyotangulia, lakini bado haitoshi. Bado kuna haja tuweze kuyazungumzia ili iweze kupatikana utukufu na taadhimu ya hizi masiku, ili tuweze kufanya amali. Dhalika mu'adhimu sha'air Allah fa inna min taqwa al-qulub. Sababu hiyo wale ambao kwamba wanafanya uzito zile shaira zile alamat za Allah subhanahu wa ta'ala ni dilala tosha ya uchaji Mungu kwenye moyo wa mtu kama yule. Ya ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameapa hizo masiku kuonyesha tukufu wa hizo masiku ambazo kama inafahamu Uislamu
asiweze kuzembea mno ili akose kufanya vitendo ambazo kwamba zamkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa na jambo, ina maana jambo hilo ni jambo ambalo ni tukufu wala si jambo la kawaida. Ndio maana yake Allah jalla fi'ala akaapa na hizi masiku wal fajri wa layalin ashri, na masiku makumi wa layalin ashri, wanasema wanachuoni kwa kuwa ni siku 10 za Dhulhijja. Ikhwani fillah, fi hadi waqfa tujue na tukumbushe kwa kuwa hakuna aliyekubaliwa kuwapa na viumbe isipokuwa mwenye kuumba viumbe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kulluna sote tunapofanya kuwapa tunawapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na atakayeapa na siku Allah basi atakuwa mwenye kushirikina. Akasema alayhi wasallam, la tahlifu bi abaikum wala bi ummatikum wala bi ajdadikum. Kisha akasema katika kingine, faman kana halifan falyahlif billah, mwenye kuwapa ape Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala lahu haq an yaqsim bima yurid, akon haki kuwapa atakalo Allah subhanahu wa ta'ala, lian hadi makhluqatihi, wa sababu haya ni makhluqat za Allah subhanahu wa ta'ala. Amma nahnu sisi hairuhusiwi Muislamu kuwapa na viungo Allah, imeni hata sema na mtume kama yakuli wa nabii, kama anaapa na mtume au anaapa na msikiti au anaapa na chochote au kaburi au aulia, fahadha ni shirki, bali Allah pekee yake kuonyesha ile ta'dhim ya jambo hili ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni kubwa, bali akitaka kuwapa na kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala afanye idafa, haifanye idafa aimanishe na Allah wa rabbil bayt wa rabbis samaa wa hakala. Ama mujarrad mtu kuwapa na sifa Allah, basi anajikuta kwenye shirikina. Ikhwani fillah, هذه الأيام الفضيلة لها مزايا والخصيصة، ولأجل ذلك الله سبحانه وتعالى أقسم بها، ولأجل ذلك وضع لنا بعض الأعمال كما يقول التعبادية مالية مظلومة من أفهم الإسلام aweze kuyafanya katika siku kama haya ili asitoke bila kufaidika na hizi siku ambazo siku mbele yetu. Ikhwani fillah, wa min mumayyizati hadhihi al-ayyam, na katika jambo inatuwekea wazi utofauti wa masiku kama haya na masiku mengine ni vile tumetokeleza Allah ameapa siku kama haya, ameapa masiku kama haya inafanya tofauti na masiku mengine. Wakadhalika katika yale mambo yanatofautisha masiku haya na mengineyo, ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala ameunganisha masiku haya yafanye kumtajia Allah subhanahu wa ta'ala, wa yadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumat, na waweze kutaja jina Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku kama haya. Al-ma'lumat huna ni kwa kuwa ni masiku 10. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala amejalia haya masiku iende sambamba na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala jalla dhikruhu. Wa hakadha akasema alayhi wasallam, fakthuru fihinna, kithirisheni katika ndani masiku kama haya at-tahlil, kusema la ilaha illa Allah, wa takbir Allahu akbar, wa tahmid alhamdulillah. Na siku zote kwa fillah, ibada yote ambayo kwamba imejaliwa inaenda pamoja na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, yaonyesha tukufu amali kama hiyo. Ndio maana akasema kwa kuwa na mtajeni Allah katika masiku kama haya, na Rasul akasema kwa kuwa kithirisheni akfiru, wa hadha ma yu'raf lada ulama wa khathiru inajulikana bila kuchuoni kwa kuwa ni utajwa kwa ni mutlaq, ili na kuingia tarehe moja ya Dhulhijja Muislamu aweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan. Abu Hurairah wa Umar wa ghairi min as-sahaba wa salihin walikuwa kupita katika sokoni, yukabiruna wa nas yukabiruna bi takbirihim, na watu wanafanya takbiri kwa ile takbiri yao, wanakumbusha watu
utukufu wa masiku kama haya. Allahu akbar, Allahu akbar, ta'dhimu Allah fi ay makan, kila sehemu ikhwani fillah wanamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lianna dhikr min a'zami ibadat, kwa sababu tajwa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika yale matendo au katika amali tukufu, wala dhikrullahi akbar, na tajwa Allah ni kubwa. Ibadallah, utofauti iliyoko baina siku haya na masiku mengine mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaitukuza ni ya kwamba amali ambazo kwamba zinafanyika ndani yake ahabu ila Allah, vitendo vyema vinavyotekelezwa katika masiku haya makumi anazipenda Allah subhanahu wa ta'ala, na akatumia ahabu ala sura tafdhili, amefadhilisha ahabu ila Allah. Vitu vitatu kwa nazo, lakini haya matatu kuna moja inapenda zaidi. Wa hakadha fi hadhihi al-ayyam al-fadila al-a'mal allati tu'mal fiha, vitendo ambavyo kwamba zinafanyika ndani ya siku haya Allah subhanahu wa ta'ala anapenda. Wa hadha misdaqu alayhi qawlu alayhi salam, na inasamama na maneno ya Mtume alayhi salam, ma min ayyamin al-amal as-salih fihinna ila Allah, hakuna maneno inatendeka katika siku kama haya isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anapenda. Idha kuna hizo siku na masiku mengine katika mwaka ni kwa kuwa Allah anapenda vitendo vinafanyika katika siku kama haya. Idha madha alaina au madha yatlu alaina, kwa hivyo ni wajibu kwetu sisi khalifillah kujibidiisha katika kufanya majema ya ummat almuslimin, ya ummat alislam, min a'mal, katika vitendo vitukufu Muislamu hawezi kuyafanya masiku kama haya. Muhafadha ala al-faraid, aweze kuhifadhi yale ambayo ni lazima mwanzo, aweze kuhifadhi yale ambayo ni lazima min as-salawat. Muhafadha ala salawat ahabu ila Allah, akisema Allah katika hadithi kursi, wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alayhi, na hata nikurubia mimi jawabu kwa jambo ambalo kwamba naipenda kama yale ambayo kwamba nimemlazimu yeye. Idha min ajali al-a'mal as-salihat fi hadhihi al-ayyam, katika amali bora katika masiku haya ni mtu kujilazimisha kuleta faradhi yale ambayo ni lazima huko, kasalawat wa zakat. Katika mwezi kama huu unaweza kutoa zakat. Ndio maana siku moja alikuja mbelewi kwa alayhi salam, akamuuliza ya Rasulullah, abaiki salatu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram wa lam azid ala dhalik adkhulu al-janna? Qala na'am. Alimjia alayhi salam mbelewi, akamuuliza ya Rasulullah, unaonaje mimi niweze kusali swala tano, nifunga Ramadhani, yale halali ya mimi na itikadi kwa kweli halali na ile haram ni itikadi kwa kweli haram, na sijazidisha zaidi hayo, na ile janna? Qala na'am, akasema ni janna. Idhan katika amali bora katika siku haya ni mtu kujilazimisha na yale ambayo ni lazima kwake. Mpaka tele wengine akasema alayhi wasallam, man arada an yanzura ila ahli janna fayanzur ila hadha. Lamma tawalla, alipogeuka nenda akawaeleza masahaba, yule anayekuona mtu wa janna angalia mtu kama huyo. Limadha sa'ala an wajibat, ameshikamana wajibat. Hakuna vile vile utatoa sadaqa, lakini usali swala tano, utusali alfajiri, wewe salawatu upatikani aina anta huko hapo. Wa min a'zami al-a'mal fi hadhihi al-ayyam, katika mali bora katika siku kama haya ni lazima birru walidaini, ni watu kuwafanyia wazazi wenu, ima wako hai au wako katika dunia. Waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah ameweka wao kwenye hii aya baada kumpokesha yeye na tuwafanyie wazazi wema. Min al-wajibat, ni katika wajibat, na katika min wajibat al-aini, yani kila mtu ambaye ako na mzazi, wao watakumi kwa mzazi mmoja, kila mtu lazima afanye mzazi wema. Hadi min al-wajibat. Ndio maana baada ya wanachuoni wakaweka vitabu kwamba zinazungumzia tafadhul baina al-a'mal, ambapo wanazungumzia ubora baina
Muislamu ajitahidi katika hali ya kuifanya haya masiku ni kufanya kuunganisha ukoo. Silatul rahim, kufanya kuunganisha ukoo ni katika minal wajibat, ni mambo kama ni lazima na Muislamu siku mwenye kuyazembea. Ya ummat al-Islam, ni wakati wa mtu kufanya amali salihat. Wa minha ikhwani fillah, ni kule kufunga masiku kama haya, vile vile katika amali njema, lakini sio daraja katika wajibati, kwa sababu kufunga ni katika amali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye mwenye kulipa. Idha tatamayaz hadi ayyam, inatofautisha hizi masiku na masiku mengine, kwa sababu hata ndani yake watu maragibishwa mtu kufunga kama anakuwa mwenye kulipwa. Idha asiyam, ambapo kama mtu anafunga haya masiku, basi inapendekezwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kufunga ni ajali ya ibadat, ni katika vitendo kwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala walladhi yujzi bihi, mwenyewe anakuwa mwenye kulipa. Lakini kufunga siku haya ni min a'mali salihat, katika amali njema, lakini sio sunna. Sunna ya masiku haya kufunga ni yaumu Arafa, ndio mtu ni sunna mtu kufunga masiku haya. Mtu akifunga inafanya amali njema. Idha mtu asipofunga asilaumiwe, na mtu anayefunga ni bora zaidi. Na tulisema katika darasa za kawaida, kwa kuwa amali ya kufunga zaidi bora wake ni, lakini saumu unapoanza alfajiri mpaka chini uko ndani ya ibada. Ndio maana katika ibada bora mtu kufanya katika masiku kama haya. Ayuha almuslimun, min al-a'mal as-salihat ambapo kama tunahimiza kufanya masiku kama haya, nas waweze kutoa sadaqat, kutoa sadaqa ikhwani fillah. Allah anapenda subhanahu wa ta'ala sadaqat zitolewe masiku kama haya na masiku mengine, na hasa masiku kama haya. Kwa nini? Kwa sababu inapendekezwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, haya masiku matukufu yanatofautiana na masiku mengine. Kwa sababu gani? Lianna ndani ya hizi masiku kuna kutekelezwa ibada tukufu ambayo ni katika arkan min arkan Islam, ni rukun min arkan Islam. Inatekeleza ibada kwamba ni sijini katika vijiji vya Kiislamu au al-Hajj. Hizi masiku ndio inazika imani ya Hajj. Ndio maana mwanzo tumesema kwa Allah ameyapa hizi masiku kwa sababu ya mambo yanayopatikana ndani yake. Kama tunakipenda ndani yake iko amali ya Hajj, ambapo ni rukun katika min arkan Islam, ni moja katika vile vijiji vya Kiislamu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akajalia hizi masiku yakawa tofauti kuliko masiku ndani ya mwaka. Ya ibadallah, ينبغي لنا أن نعرف كذلك من مميزات هذه الأيام عن بقية الأيام السنة. لازم pia tujue kuna haya tujue utofauti leo kati ya masiku haya na masiku ambazo kwamba ni za mwaka. Hinna, yani hadi ayyam يوم Arafa, ndani yake kuna يوم Arafa amekwama ni tarehe 9 katika kalenda ya Kiislamu. Ni tarehe 9 iko ndani ya hizi 10 days. Wama darabu يوم Arafa, nini inajulisha huo يوم Arafa? Hadi يوم الحج الأكبر. Katika ufasiri wanafasiri kwa يوم Arafa ni siku ambayo ni haji kubwa. Ndio maana katika hadithi akasema alayhi wasallam, al-hajj Arafa, kwa kuwa haji yenyewe ni Arafa, min arkani al-hajj ni Arafa, inakuwa ndani ya masiku 10 za Dhulhijja. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ametukuza hizi masiku, na vile vile akasema kwa kuwa katika hadithi kwa kuwa anapenda zile amali zinafanyika ni kama hiyo. Wa minha hajj, faman lahu zad, mwenye kuna zad wasiha, hakuna zad na tarisho na afya na uwezo, asijibakhilishe kufanya haji, asibakhilishe kufanya haji, aweze kufanya haji. Ndani yake ikhwani fillah kuna rukun min arkani al-hajj. Ya umma al-Islam, umma wa Kiislamu, ndani ya masiku haya inatofautiana na masiku ambazo kwamba ni za kawaida. Kuwa ndani yake Arafa
hiyo siku ambayo kuna ndani yake hizo masiku ya kwenye Arafa ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anateremka mpaka sama dunia. Katika miezi 12 siku ambayo Allah jalla dhikru yanzil ila samai dunya fi nahar yawm Arafa. Siku ambayo katika mchana Mwenyezi Mungu anateremka chini na kuteremka kwake yaliku bijalalihi, anajua yeye wala tukikaifia, lakini nu'minu wa na'taqid, tunaamini na tunatakiri ndio tunaelekea sana jamaa, kwa kuwa nuzul Allah anateremka kwa kaifia nadiri, namna tujui wala numathil wala tukanishi, lakini nu'min kadhalika, nu'min hada. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala يترمك وسيبني حين أبكى في الليل الأخير على كلمة الله كلا وسيبه، لكن كتك من مميزات إلى يونيك يعيز مسيب نكوكوا الله جل جلاله على كلمة مجانا أبو حيكون يستقوى يوم عرفك ويباقي ملائكة أكيوليت ملائكة أنغانيا متوابط ومن كجميم لحالي وتقبال المنظر وكنا كمبي nywele zao zimesimama wamechoka, wanataka nini? Wanataka nini watu hao? Wanataka rahma na maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaambia Allah malaika ashindeni kwa mimi ninakufunia madhambi zangu. Allah jalla jalaluhu, hakuna wakati Allah anateremka isipokuwa yaumu Arafa mchana. Hii ni katika miza, ni tofauti ya mambo iko ndani hizo masiku kwa Allah. Ndio maana Allah hapa anasema haya na Rasul akatimiza watu kifirisha kufanya na khairi. Man amila salihan fi nafsi, anayefanya wema nafsi yake, man asafa alayha, na mwenye anafanya kimechahiri nafsi yake. Ikhwani fillah, fa inna al-a'mal tuqwa wal ayyam tamdi faqaddimu li anfusikum. Masiku zinaenda, mwaka ya mwanadamu inakunjwa, lakini bado watu wanakisheni kufanya amali. Inapokuja hali fursa usiyapoteze katika mambo ambayo haina faida, elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya kabla ya kuja siku ambapo haitaweza kusaidia majuto. Ibadallah, min mumayizati hadhihi al-ayyam an baqiyat al-ayyam as-sana, ile utofauti iliyo katika hizi masiku kama masiku mazikoma ni za mbele, ni ya kuwa mchana wake unatangulia usiku wake, mchana wake unatangulia usiku wake. Idha yaumu Arafa inakuwa inaanza asubuhi baada ya fajiri, na lailatul Arafa inaingia inakuwa ni usiku kama mchana wa Arafa ushatoka inaingia usiku, huo unaitwa usiku wa Arafa. Ndio maana mtu hata akiingia katika uwanja wa Arafa usiku anakusudiwa amepata haji. Hii ni tofauti leo ya hizi masiku tunapata siku hizi 10, utofauti yake na masiku mengine, ndani yake unabadilika wakati. Amekuwa mchana unatangulia usiku, amekuwa sio kawaida, lakini inakuwa katika haya masiku yaumu Arafa inakuwa ni mchana inaanza kisha usiku. Kawaida tunasema lailatul Jumaa, usiku wa Jumaa unaingia usiku kisha inakuja mchana wa Jumaa, lakini ya Arafa inakuwa ni opposite. Hali hii ni katika tofauti ya hizi masiku na masiku mengine. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ameifadhilisha kuliko masiku mengine na kapenda matendo ambazo kwamba zinatendwa katika haya masiku kwa Allah. Mbona unachelewa? Limadha taakhara ya akhi? Limadha taakhara ya akhi? Unachelewa kwa nini katika khirat? Wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah asiha, Allah mwenye nasiha. Uko na afya, unaweza kaenda yamna tunaweza una move left and right. Mtu ajikumbushe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa wakati ambao haitomfurahisha mtu na damu. Ibadallah, wajib Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika katika hizi masiku ile utofauti wake ulioko kando na masiku mengine ni ya kwamba dua inafanyika sana, inakubalika ni siku ya Arafa hiyo ambayo katika masiku 10. Dua inapotendwa mchana yaumu Arafa inakuwa inakubalika bila Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema alayhi salam,
خير الدعاء دعاء يوم عرفة. دعاء bora ni dua mtu anafanya يوم عرفة. وخير ما قلت أنا خير ما قلت أنا والنبيون من قبل نبيل bora nimesema mimi na mitume walikuja kabla yangu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Kama tauhid, hakuna mola anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hana mshirika wala tauhid. Hiyo ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Dua يوم عرفة dua kukubalika, na maneno bora kwa Muislamu ayasema siku Arafa, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. ماذا يمنعك أن تكسب هذه الحسنات؟ نين نقول يا الله إلى وزن قاطع مجيرة كتكعيز مسيح إخواني في الله. يا عبد الله ونسمى لسلف صالح سجواي ومدعاء سجواي ومدعاء يوم عرفة isipokuwa napata jawabu namna ya kuingia asubuhi. Sijawahi kufanya dua يوم عرفة isipokuwa nimeona jawabu ya dua au ijaba ya dua yangu namna ya kuingia asubuhi. Nini namzia mimi na wewe tuweze kuomba dua ya Arafa siku amekwama mpaka Mtume عليه السلام ametuhimiza tuweze kufunga ya Arafa. Akauliza masahaba ya Rasulullah, hiyo Arafa tufunge inakuwaje? Akasema kwa kuwa ni sababu ambapo mtu anapata msamaha ya mwaka unatangulia na mwaka yani mwaka unatangulia na mwaka unakuja. Kufunga hiyo Arafa masnun inapendekezwa mtu katika hizo masiku asiweze kukosa hiyo siku Arafa kufunga ili aweze kupata msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan tunapata tofauti ya hizo masiku na mengineyo mengi mdefani fillah. Allah ameweka ndani yake tumeelezwa katika amali tuyafanye, na ndani yake vile vile haikosi kuchinja, yani ibada ya kuchinja ndani yake. Yaumu nahri tarehe 10 yaumu Eid kuna ibada ya kuchinja, na hizo katika ibada mkubwa ni makubwa kuchinja siku kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fasali rabbika wa swali kwa ila Allah rasul na uchinja kwa ajili yake inapatikana ndani ya masukuni. Mimi na wewe kwa fillah, mbona tusipe na tahdhir? Inafaa Muislamu ayastashira idham hadhi ayyam fi qalbi. Inafaa Muislamu asikie uzito, asikie utukufu wa masiku kama haya ili aweze kuendelea kumkumbusha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, kila siku tunaona matangazo aina vitu kwa TV inatangazwa, vitu zinatangazwa mpaka mwenyewe hapo unataka hiyo kitu inafika inatangazwa mpaka unakuwa na ile laptop kufanya kitu. Na hivyo ndivyo katika masiku 10 yafaa tuwazungumzie kila mara ili katika mtukufu wake tuweze kujikuta tunafanya mambo mema. Lakini wahaka tukiawacha kwa fillah, wahaka inatokea mzito katika nyoyo zetu, tunakuwa wazuri katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati al-hakimah wa tasawwur astaghfirullah wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني في الله، أسمع عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الهلال ذي الحجة وأراد الحج ويضحي فلا يمسن شعره وفاره. أنا سمع عليه السلام inapoingia masiku 10, yani mnapoona mwezi wa kuandama kuingia Dhulhijja na anataka mmoja wenu ametia nia kuchinja, basi ajizuie kutazama kucha na kunyonya zake. Kwa riwaya wabasharata na yale manywele zinakuwa kwenye kiwiliwili, yani kwenye mwili, asiaguze hawacha ila katika riwaya hata yudhhiya, katika riwaya mpaka atakapochinja ndio aweze kunyoa, kama ni nywele, kama ni sehemu zingine aweze kunyoa, kwa sababu ni ibada kwa vile vile katika haya siku kuchinja. Asema Allah, fasalli li rabbika wanhar, salli kwa ajili ya Allah salatu Eid, kisha kwa kuchinja. Na akasema Allah jalla dhikruhu, qul inna salata nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kuchinja kwa maisha yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idha Muislamu wajiandae vile na azima qawiyya
kwa kuwa aweze kuchinja yaumu al-Eid, yaumu an-Nahr, yaumu al-A'zam, aweze kuchinja. Wala sitegemee kuletewa nyama na yeye pia maliza thawabu ya kuchinja. Chinja na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anikulipa. Na inatukumbusha sunna ya Ibrahim alayhi salam, idha man arada dhahiya, anayetaka kuchinja siku ya Eid azuiwa kama haya. Na yeye kufanya hivyo anajifahamisha na watu wa haji, yani katika ibada moja ya kujizuia katika baadhi ya vitu haram. Na Muislamu siku zote narudia, usitegemee kuletewa nyama, na wewe pia chinja, hata kama ni mbuzi, hata kama ni ng'ombe, jikuta na wewe sunna kama hii uweze kuchinja, na ni amru muakkad, ni sunna muakkad kuchinja. Inakuwaje afillah kwa kumnunua mnyama unachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Yote tunatarajia kwa Allah, Allah azikubali ibada yako. Ni ibada kwa tukufu, ni sunna ya baba yetu Ibrahim alayhi salam. Mtu anachinja ngamia au ng'ombe au mbuzi au kondoo ambazo kwamba zina sheria zao. Chagua mnyama kama ni mzuri, shafi. Chagua mnyama kama ni mzuri. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Na Allah ni mzuri na anapenda isipokuwa kitu kizuri. Bora usimtolee Allah kitu kizuri. La tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hata waweza kufika kilele ya wema mpaka tuwe yale mkoa tunapenda. Toa wema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhi salam mchinja kondoo ama kama ni ndoa iko na honf, akachia moja kwa ajili ya familia yake na nyingine akachia kwa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe vile chagua mnyama kama ni mzuri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namna unapenda kuletea kitu kizuri, mbona usimpatie Allah kitu kizuri? Na Allah subhanahu wa ta'ala la yanalu al-murwa, sio anataka nyama wala jimaku wala ataki damu, lakini anaangalia ushahidi Mungu kwa mikono zetu tunapochinja sisi. Idhan Muislamu asichinje mnyama kwa kuna aibu, isikuwe kuna imevunjika mguu ama mnyama kama ni mgonjwa, mnyama kwamba imekonda haijelewi inatendeka kuanguka, mnyama kwamba hata wewe ukipatiwa uweze kukubali kuchukua, mbona ufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Chagua kitu kizuri kwa ajili ya Allah, tena dhikru inaonyesha shukrani kwa wewe. Wa qalilu min ibadi shakur, Allah anakupatia mali ya Allah, mbona usije kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah anakupatia thawabu. Idhan ibada Allah, katika hali ya kuchinja tujaribu tuchinje baada ya kutoka salatu al-Eid, wala tusichinje kabla salatu al-Eid. Ni sunna mtu kuchinja baada ya Eid, na atakayechinja kabla Eid itakuwa ni nyama nyingine kama zile za mshari, lakini jaribu kuchinja baada ya salatu. Na inapendekezwa Muislamu anapochinja akitoka sala basi aweze kuonja ile nyama kwa amechinja moja kwa moja baada ya kuchinja imeshapikwa, sio mbichi. Na damu ikhwani fillah haram Muislamu kunywa damu. Kunywa damu ni haram. Kuna baadhi ya watu watastahili wanakunywa damu, haifai kunywa damu kama ni haram kunywa. Na kuna talimat katika wakadhalika ibada Allah. Na vile katika hali ya kuchinja, jua kwa na kuchinja uko na haki ya kwamba unapatia watu wako, na vile vile unatoa sadaka kwa watu wengine. Hata siku Muislamu ana usisahau vile walisha wale kama ni mafukara, unalisha wale kama ni fukara. Unapochinja jaribu kugawa chako kwa jirani au labda si Muislamu na wale fukara ambao hawana, onyesha ile umoja katika kati ya Uislamu. Na ikhwani fillah, kuchinja inaanza siku ya Eid baada ya watu wa salawat, na inaenda baada siku tatu, yani baada siku tatu baada ya Eid. Hizi masiku za kuchinja, na mtu atachinja hata wakati wa usiku, mchana na usiku anachinjwa, lakini chinja kwa mnyama kama inakuwa sheria. Usichinje kuku ukasema kuku ni katika Eid, la, bali wanyama kwa wanachinjwa na julikana kisheria. Kwa hiyo bali fillah, Muislamu azingatie sheria zote ili aweze kupata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ajibilishe kufanya amali njema katika siku kama haya, ili isitoke masiku kama haya ila hali hana chochote na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah anasema jambo kwa tukufu, anasema Allah jalla jalaluhu, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. رضا الغفار الراشدين الله وعن المهتدين الصالح اجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.